Okay, habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ, naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza deep conditioner. Ni rahisi sana kutengeneza deep conditioner. Hii sasa twende tukajifunze namna gani tunatengeneza. Ni rahisi sana. Kabla yote, hiyo picha unayoona hapa ni darasa la bidhaa za nywele, lina wanafunzi zaidi ya 100. Kama hujajiunga, naomba ujiunge ili uweze kujifunza vitu mbalimbali. Namna kujiunga, tutafute WhatsApp kwa namba inayotembea, tutakupa mwongozo namna ya kujiunga darasa la bidhaa za nywele. Karibu sana, twende tukafahamu nini maana ya hair conditioner. Hair conditioner ni bidhaa ambayo hutumiwa baada ya kuosha nywele ili kuzipa unyevu na kuzifanya ziwe laini na kuzilinda kutokana na uharibifu. Hiyo ndo maana ya hair conditioner. Twende tukafahamu nini maana ya deep conditioner. Ni aina ya conditioner ambayo inatumika baada ya kuosha nywele kwa shampoo. Hii ni conditioner ambayo hushikiliwa kwenye mizizi hadi mwisho wa nywele. Kwa kawaida hii conditioner hushikiliwa kwenye nywele kwa muda mfupi tu na kisha utolewa. Kwa hiyo ndo maana ya deep conditioner. Utofauti wa deep conditioner na leave conditioner, leave conditioner inabaki kwenye nywele, deep conditioner haibaki kwenye nywele. Huo ndo utofauti wake mkubwa. Twende kwenye namna ya utengenezaji. Okay, sawa. Sasa twende nikakufundishe namna ya kutengeneza deep conditioner rahisi kabisa. Tuna mahitaji yetu kama hayo unavyoona. Hii hapa ni shea butter, kazi yake kuleta unyevu na kuzuia nywele kukatika. Umeona, hiyo ni shea butter. Kitu kingine ambacho tunakwenda kuweka kwenye deep conditioner, ukiacha shea butter, tunakwenda kuweka avocado oil, mafuta ya parachichi, mafuta ya parachichi, bila kusahau castor oil. Mafuta ya parachichi yanaleta unyevu na kukuza nywele na kulainisha. Castor oil kazi yake kukuza nywele na kulainisha nywele. Bila kusahau nina neem oil, umeona? Bila kusahau nina dipanthenol essential oil, DMH. Hivi vitu vyote ninavyo, na baadaye nitakuelezea kimoja baada ya kingine kina kazi gani kwenye utengenezaji. Hii hapa ni glycerin, bila kusahau. Hivyo ndo vitu ambavyo ninavyo. Bila kusahau nina distilled water. Distilled water ni maji ambayo yametengenezwa kwa njia ya mvuke. Haya hayana kemikali yoyote wala hayana madini yoyote haya. Kwa hiyo twende tukaangalie namna gani tunatengeneza deep conditioner. Hatua ya kwanza, unapima distilled water kama hivyo unavyoona. Kwa nini tunatumia distilled water, sio maji ya kawaida? Maji ya kawaida yanaweza kapandisha pH au kabadilisha rangi ya mchanganyiko wetu bila kupenda, kutokana na madini na chemical ambazo zipo kwenye maji. Kwa hiyo tunatumia distilled water, ni maji ambayo hayana chemical wala impurities yoyote ile. Kwa hiyo ndio maana tunatumia hiyo. Hatua nyingine hapa, tunapima glycerin, tunaweka kwenye maji kama hivyo unavyoona hapo. Kwa hiyo tunapima glycerin, tunaweka kwenye maji. Hii katika utengenezaji wa hii kuna phase 3. Kuna A phase, B phase na C phase. A ni water phase, B ni oil phase, C ni cool down phase. Twende tukaangalie phase ya kwanza hadi ya mwisho. Twende, hii hapa tumeweka glycerin, tunakoroga hivyo kisha tunaendelea. Kwa hiyo tunaweka hapo, tunakoroga hivyo. Hii ni A phase. Sasa twende B phase. B phase, kitu cha kwanza tunakwenda kupima BTM S50. BTM S50. Tulishaifahamu BTM S50 ni emulsifier, kazi yake kuzuia kuharibika kwa nywele na kuongeza ulaini kwenye nywele. Kwa hiyo tunatumia BTM S50. Kwa hiyo tunaiweka BTM S50 kama hivyo unavyoona hapo. Ukihitaji vipimo, jiunge kwenye darasa letu la WhatsApp, utajifunza mambo mbalimbali. Baada ya hapa, kitu kingine ambacho tunakwenda kuweka hii hapa inaitwa cetyl alcohol. Umeona? Hii inaitwa cetyl alcohol. Kwa hiyo tunakwenda kuweka cetyl alcohol. Hii hapa kazi yake kubwa ni thickener, stabilizer na inaleta unyevu. Kwa hiyo tunapima cetyl alcohol kwenye ile bika ya mwanzo. Kwa hiyo tunapima cetyl alcohol kama hivyo unavyoona hapo. Shamaliza hapo kupima cetyl alcohol, umeona, kama hivyo kwenye ile bika. Kwa hiyo A phase ambayo ni water phase, ina distilled water na glycerin. Kwa hiyo hii B phase ambayo ni oil phase ina nini, ile BTM S50, cetyl alcohol, na sasa tunapima hii hapa inaitwa avocado oil. Tunapima avocado oil kutoka kampuni ya Dream Beauty.
Baada ya hapa, kitu kingine ambacho tunapima na castor oil humo. Umeona? Hivyo ndo namna ambavyo tunatakiwa kufanya, hivyo ndo namna ambavyo inatakiwa iwe. Hii hapa ni cetostelo alcohol. Kwa hiyo unaenda kupima, hii ni hydrolyzed protein. Tunaenda kuitumia pia hydrolyzed protein kwenye utengenezaji wa hii. Kazi yake ni kujaza na kuimarisha nywele na kuzuia mvunjiko wa nywele. Inaitwa hydrolyzed protein. Kwa hiyo hii tumeiweka kwenye ule mchanganyiko wenye mafuta. Umeona? Bila kusahau sasa na kwenda kupima neem oil na kwenda kuongeza kwenye ule mchanganyiko wa mafuta. Kazi yake ni kukuza mzunguko wa damu, kuzuia kupotea kwa nywele na pia kutibu mba. Neem oil ni mafuta ya mwarobaini kwa wale ambao hawajafahamu. Neem oil ni mafuta ya mwarobaini. Kwa hiyo tunakwenda kuweka humo mafuta ya mwarobaini ili tuweze kutengeneza deep conditioner mzuri kabisa ambaye kila mtu ambaye ataitumia ataipenda. Karibu kujifunza darasa la WhatsApp bidhaa za nywele. Watu wengi wanalipenda, wanalifurahia, wanatengeneza bidhaa bora kabisa. Tunakufundisha namna ya kubalance pH, kila kitu, packaging, kila kitu tunakuelekeza. Baada ya hapo, kitu kingine ambacho tunakwenda kupima shea butter. Tunakwenda kupima shea butter. Kazi ya shea butter ni unyevu na kuzuia nywele kukatika na kufanya ulaini. Kwa hiyo tunakwenda kupima shea butter kama hivyo unavyoona hapo. Tunapima shea butter vizuri kabisa kama hivyo unavyoona kwa kufuata vile vipimo ambavyo sisi tumeviandaa au ambavyo formula yetu inasema. Pia tuna kitabu chetu ni hard copy, kama utahitaji utaweka order, tukitoka tutakutumia. Popote ulipo utakipata. Kitabu chetu ni hard copy. Kwa hiyo ile ni shea butter tumeshaipima, umeona? Tumeshapima shea butter. Kitu sasa ambacho kinafuata, tunakwenda kupima cetyl alcohol. Mwanzo hatukupima cetyl alcohol. Mwanzo tulipima cetostelo alcohol. Sasa hizi ndo tunapima cetyl alcohol. Hizi ni mbili tofauti. Wengi wananiulizaga zinafanana, hizi ni mbili tofauti. Kuna cetyl alcohol na cetostelo alcohol. Hizi ni tofauti. Kwa hiyo sasa hizi tunapima cetyl alcohol kama hiyo unavyoona hapo. Kwa hiyo tunapima hiyo kwenye ule mchanganyiko wa shea butter. Tapima vizuri, huo wa chini ni mzani. Hivi vitu vyote vinaenda kwa vipimo. Pima vizuri ili uweze kupata majibu sahihi. Baada ya hapa unakwenda kuchanganya mchanganyiko ule wa mwanzo ambao uliupima kama BTMS 50 na cetostelo alcohol, unauchanganya mle kwenye mchanganyiko wako. Unachanganya vizuri kabisa. Humu tukumbuke kuna shea butter, cetyl alcohol, cetostelo alcohol, umeona? Zote ziko na BTMS 50. Zote ziko humu. Kwa hiyo kitu ambacho nakifanya, nachukua yale mafuta pia mafuta ambayo tumeyatumia, kuna neem oil, avocado oil na castor oil. Tunakwenda kuchanganya juu ya ule mchanganyiko. Lengo tukafanye process inaitwa double boil ili tuyeyushe hizi na kisha tuchanganye kwa pamoja. Umeona? Kama hapo umeshamaliza hapo, umeshachanganyika hivyo, twende jikoni tukaweze kuyeyusha hizi. Umeona? Bila kusahau na hii hapa kitu inaitwa collagen powder. Umeona? Hii hapa ni na collagen powder, hii ni protein. Umeona? Tutaenda kuona baadaye tunaitumiaje. Baada ya hapa nimewasha jiko langu, ile hapa natumia jiko la gesi. Nataka niwashe hivyo, nimewasha sufuria hapa. Sufuria hii naweka maji. Nimeshaweka maji hivyo, pembeni naweka ule mchanganyiko wa maji, distilled water na glycerin, afu pembeni naweka mchanganyiko ambao una ewax, una cetyl alcohol, una cetostelo alcohol, una BTMS 50, una castor oil, una avocado oil, una castor oil, una neem oil. Hivyo ndo vitu unaviyeyusha, acha maji yachemke chini pale mpaka hivi vitu vya juu vyote vitakuwa vimeyeyuka. Vikisha yeyuka hapo, kama unavyoona vimeshaanza kuyeyuka, unaweza ukakoroga na kijiko hapo, hakikisha hayo maji yasiingie humo. Itayeyuka kama hivyo unavyoona hapo. Umeona? Unayeyusha vizuri hivyo kama hivyo unavyoona hapo. Kisha yeyusha hapo, kitu ambacho kinafanya unachanganya water phase na oil phase, unachanganya pamoja. Kama chombo chako hakitoshi unachukua chombo kingine, kama mimi nitakuonyesha hapo.
nina sufuria zangu special hizi hapa. Si sufuria, si beseni, utani comment hapa. Hizi hapa ni special kwa ajili ya mambo ya ujasiriamali. Kwa hiyo baada ya hapa naweka ile water phase kama hivyo unavyoona hapa. Kwa hiyo hapa naenda kuchanganya kama hivyo. Umeona? Baada ya hapa kitu ambacho unatakiwa kukifanya, umeona kitu ambacho nakifanya, nimeshachanganya ile oil phase na hii water phase kwa pamoja. Umeona, ninachanganya kwa pamoja hivyo, alafu kisha nachukua hand blender nachanganya kama hivyo unavyoona hapa. Umeona, nachanganya hivyo, umeona, napiga vizuri kabisa ili iweze kuchanganyika. Kwa hiyo sasa A phase tayari, B phase tayari. A phase ni water phase, oil phase ni B phase ni oil phase. Kwa hiyo naenda kuchanganya oil phase na B phase. Kwa hiyo baada ya hapa cool down phase ndo tunaenda kuona vile vitu vingine vinakaaje, kama collagen, umeona, dipanthenol kama hivyo unavyopima hapo dipanthenol, umeona, na ile collagen powder tunawekaje, tutaenda kuona huko. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unatakiwa kufanya. Baada ya hapa napima dipanthenol kwa kiasi ambacho kama hivyo unavyoona hapo. Naenda kuweka dipanthenol. Nadhani tunafahamu kazi ya dipanthenol. Kazi yake kubwa ni kulainisha nywele, kukuza nywele na kufanya nywele iwe laini na iweze kung'aa. Hiyo ndo kazi ambayo inatakiwa. Kwa hiyo baada ya hapa kitu ambacho kinatakiwa, tunakwenda kuweka vitu vingine. Baada ya kuweka dipanthenol ni nzito sana kama hivyo unavyoona hapo. Kwa hiyo kisha weka, utaiblend tena ili uweze kuichanganya iweze kuchanganyika vizuri. Bahati mbaya yule hii nani yangu imedondokea mle, ila ngoja tuone. Baada ya hapa anakwenda kuweka hydrolyzed protein. Nadhani unaiona hiyo hydrolyzed protein. Zipo protein za aina nyingi sana. Kazi yake kujaza nywele, kuimarisha na kupunguza mivunjiko ya nywele. Mimi nimetumia hii hapa ya wheat, ya ngano. Hii hapa hydrolyzed protein, na pima kama hivyo unavyoona hapo, alafu kisha nakwenda kuchanganya kwenye ule mchanganyiko wangu. Nachanganya hivyo. Changanya vizuri kabisa kama hivyo unavyoona. Baada ya hapa napima vitamini E. Vitamini E ina kazi kubwa sana kwenye ngozi. Vitamini E ina kazi kubwa kwenye ngozi kama kuimarisha ngozi na mizizi ya nywele na kuleta unyevu. Hii ni vitamini E. Tunaenda kuweka vitamini E kama hiyo unavyoiona hapo. Kwa hiyo tunaendelea kuweka vile vitu ambavyo vinawekwa kwenye cool down phase. Kitu kingine ambacho nakwenda kuweka sasa ni collagen powder. Collagen powder hii ni protini moja mzuri sana. Kazi yake kukuza nywele, kuimarisha nywele, kupunguza uharibifu wa nywele na kufanya nywele zinang'aa. Tunaenda kuweka collagen powder kama hiyo unavyoiona hapa. Hii ni vitamini B. Hii ni collagen powder, sio vitamini B, sorry. Hii ni vitamini B ambayo ni protini ya vitamini B. Kwa hiyo tunaenda kuweka mle kwenye mchanganyiko wetu kama hivyo unavyoona. Nachanganya vizuri afu baadaye uweze kuchanganya. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona hapo, hivyo ndo namna ambavyo inatakiwa iwe. Usisahau kuweka komenti yako hapo kuniambia Mwalimu Salanga na kuangalia nikiwa Kasulu. Mwalimu Salanga na kuangalia nikiwa Njombe. Mwalimu Salanga na kuangalia nikiwa Wasa, Iringa. Niambie popote pale upo. Mwalimu Salanga na kuangalia nikiwa Naivasha, Kenya. Popote pale ulipo unaweza kuweka komenti yako hapo. Alafu mimi nitafarijika sana ukitoa komenti sehemu ambayo upo. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo inatakiwa. Baada ya hapa naweka essential oil. Kwa vile nimetumia castor oil, huwa napenda kuweka minti au tea tree kwa sababu castor oil inakuwa na harufu. Kwa hiyo nikiweka minti na tea tree inakuwa harufu inapungua na inapotea kabisa ile ya castor oil. Kwa hiyo naweka hiyo minti. Kwa hiyo naendelea kuchanganya kama hivyo unavyoona hapo. Changanya vizuri hadi mchanganyiko wako uweze kuchanganyika. Kwa vile umeshakuwa mzito hapo, unaweza ukakoroga tu hivyo. Kama una ule nini ule, unaweza spatula, unaweza ukakoroga kwa kutumia spatula, au kama hii unaweza ukachanganya tu hivi hadi ukachanganyika vizuri. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo inatakiwa iwe. Kumbuka sera yetu inasema siri ya mafanikio ni kuchukua vitu vya kawaida kuvifanya kwenye hali isiyokuwa ya kawaida.
Hapo utamalizia na DMH utaweka mwishoni kwa ajili ya kutunza isiweze kuharibika. Kwa hiyo kama unataka isiharibike, weka DMH, itakaa muda mrefu ili isiweze kuharibika. Karibu sana, naitwa Mwalimu Salanga kutoka Sunrise. Ujasiriamali ni ajira. Sera yetu inasema chukua vitu vya kawaida vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Tuna madarasa mengi sana WhatsApp, tutafute kwa namba hiyo inayotembea hapa. Tutakupa mwongozo namna gani unaweza kujifunza, utaratibu wetu ni upi, utajifunza mambo mengi sana kwa WhatsApp. Usije ukasema WhatsApp mimi sielewi. Ubongo unaambiwa, ukiwaambia unaelewa, na watu wengi wanajifunza kwa WhatsApp, wanatengeneza bidhaa mzuri na saizi wako sokoni. Teknolojia huwezi kuikimbia. Teknolojia hata ukiikimbia itakufuata. Kumbuka uliwahi kusema kununui smartphone kwa sababu zina 1 2 3. Ila saizi una smartphone hadi unaangalia video hii. Kwa hiyo teknolojia huwezi kuikimbia. Karibu sana, nikutakie siku njema. Naitwa Mwalimu Salanga, nikuage. Bye.